panua mipaka yako, panua mipaka yako. Na andiko la msingi tutaangalia Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Ukiweza kusoma hiyo sura ya 4 yote, inaelezea mambo mazuri sana kuhusu familia ya mtu mmoja anaitwa Yabesi. Ukipata wakati utasoma kwa ufasaha kabisa na utasoma vizuri kabisa. Lakini tukiangalia pale kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 4 pale, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 4 mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa Pili inaandika Mambo ya Nyakati wa Pili 4:10. Somo linasema panua mipaka yako, panua mipaka yako, panua mipaka yako. Kila eneo ambalo unafikiri umefika, tamani kuongezeka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema huu ni mwaka wa kupata nguvu mpya na kupanda juu kama tai, maana yake tunatamani kufika kwenye viwango ambavyo hatujafika. Tunatamani tufike kwenye anga ambazo hazijafika. Mwaka huu tunatamani kila mmoja wetu akatoboe anga, afike kwenye anga ambazo hajafika. Ndio maana tutapaa juu kwa mbawa zetu kama tai. Tai anakwenda kwenye anga ambazo hakuna ndege mwingine anafika. Huko wanafikaga tai tu. Ni mipaka ambayo ndege wengine kuna mahali wanaishia, kunguru kuna mahali wanaishia, jiwa kuna mahali wanaishia, na ndege wengine wote kuna mahali wanaishia. Lakini tai anga lake analokwenda ni mipaka tofauti kabisa na ndege wengine wanapoishia. Kwa hiyo tunaposema panua mipaka yetu, kupanua mipaka yako, tunapojifunza somo la kupanua mipaka, maana yake tunaongelea kuongezeka. Mipaka yako iongezeke kuanzia kwenye level ya biashara. Kama unafanya biashara kwenye eneo la Tegeta, mipaka yako iongezeke, uanze kuhamia na kwenye wilaya nyingine. Mipaka iongezeke, uanze kuvuka na kwenye mikoa mingine. Mipaka iongezeke na uanze kuvuka nchi ya Tanzania. Mipaka iongezeke, uanze kuvuka na bara la Afrika. Maana yake tunatamani hapa CRC kuwe na wafanyabiashara wa kimataifa, kuwe na wafanyabiashara wanaokwenda kupata mizigo Dubai, wanaokwenda China. Hatutaki watu ambao wanakwenda tu Kariakoo. Tunataka watu waanze kwenda Dubai, watu waanze kwenda China, watu waanze kwenda kupata mizigo nje ya nchi, watu waanze kwenda kupata vitu mbalimbali nje ya mataifa ya hapa karibu. Kwa tunapoongelea kupanua mipaka, tunaongelea watu ambao shauku zitaibuka ndani yao, watamani kufanya mbali na mazoea, watamani kutoka nje ya mipaka yao, watamani kwenda kwenye bora zingine, watamani kwenda kukutana na watu wengine, watu wa sura nyingine, wakutane na experience tofauti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikwambie, Bwana atakupa neema ya kutoka kwenye mipaka ya Tanzania. Utaanza kuziona fursa ambazo hujawahi kuziona. Ndio maana Wachina wakija Tanzania ama wazungu wakija Tanzania, wataanzisha biashara ambayo wewe utaamini kama ilikuwepo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siku moja kule Marekani walikuwa wanataka kukuza theory moja, wakawachukua matajiri kadhaa. Kuna watu walikuwa wanasema matajiri ni matajiri kwa sababu wamepata bahati. Wengine wakasema ni kwa sababu wamekuta wamekuwa na hela ndio maana ni matajiri. Lakini matajiri walipokuwa wanaojiwa, wakaulizwa chanzo cha utajiri wenu ni nini? Wakasema sisi tuna jicho la kuziona fursa. Kwa hiyo hata ukinyang'anya pesa ndani ya mwaka nitakuwa na hela. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupata tajiri anakwambia nini kinachonipa utajiri sio pesa nilizonazo, ni akili nilionayo. Ni namna nilivyofunguka huko ndani. Ni namna ambavyo kichwa changu kinaona. Maana yake kuna mipaka mimi sina ukichwani. Kuna vitu wewe umeambiwa utaona mwisho hapa, lakini tajiri yeye anaona sehemu ambayo macho yetu yanafikia mwisho. Anaona sehemu ambayo akili zetu zinafikia mwisho. Kwa hiyo wakachukua matajiri kadhaa, wakawaleta kwenye nchi za Afrika vijijini, wakawanyima hela, wakawanyima kila kitu. Wakabasa Yesu na uwezo wa kupata hela, wakawapeleka kila mmoja kwenye nchi ya kwake peke yake. Wakabasa tunataka tuone ndani ya miaka 3 tuone utafanya nini. Wale jamaa walipofika kwenye ile eneo, wakaanza kufanya survey, wakaanza kutembea, wakaanza kuziangalia fursa.
hili eneo lilibadilisha limekuwa ni la kijani. Ameuhamisha mto umehamia pale kijijini kwa kutumia wanakijiji. Eneo ambalo lilikuwa ni janga likawa ni green zone. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua Waisraeli walipofika Dodoma miaka ya zamani walitaka kufanya Dodoma kuwa green city. Walikuwa wana mpango wa kuchimba bwawa, kuchimba mto kutoka ziwa Victoria mpaka Dodoma. Ukifika Dodoma pale mjini utakuta kuna kama mfereji umechimbwa mkubwa. Ule ulikuwa ni project ya Mjerumani. Alijua Dodoma kunafaa zao la dhabibu. Kwa alitaka kufanya Dodoma iwe green city. Waisraeli walipofukuzwa mpaka leo ibaki mitaro. Na nini kwambie, ukiwachukua wazungu ukawaleta Afrika, baada ya miaka 10 Afrika itakuwa Ulaya. Unajua kwa nini? Mipaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna tukifungia kwenye box la Tanzania, mipaka yake unaona Tanzania. Kuna namna tukifungia kwenye box la Simba, mipaka yake unaona Simba. Kuna namna tukifungia kwenye box la Tegeta, mipaka yake unaona Tegeta. Wewe biashara utakazoziona ni zilizopo Tegeta. Ndio maana tunataka tupanue mipaka yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja apanue mipaka yake. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Utamani kufanya zaidi, utamani kuvuka zaidi, utamani kwenda mbali zaidi, utamani kwenda viwango vingine zaidi, kwa sababu kuna uwezekano wa kuongeza mipaka. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 10, Biblia anasema huyu Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, la kwamba ungenibarikia kweli na kuzidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoomba. Ukianza 6:9 anasema, na Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema ni kwa sababu na alimzaa kwa huzuni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu wa Kwanza unamwona Yabesi ambaye Biblia inasema alikuwa na heshima kuliko ndugu zake. Lakini kwa namna moja au nyingine Yabesi aliona hii heshima haitoshi. Watu wananiheshimu kwa sababu ya hapa nilipofika, lakini kuna mahali sijafika. Kuna mipaka sijafika. Kuna viwango sijafika. Biblia inasema Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akamwambia, lau Bwana ungenibarikia kweli, alafu ukazidisha mipaka yake. Maana Yabesi aliona mipaka yake ya kibiashara haitoshi. Kama alikuwa anafanya huduma, aliona mipaka yake ya huduma haitoshi. Aliona kama vile kuna kiwango hajafika. Aliona kuna mahali anataka kwenda, akamwambia Bwana, ongeza mipaka yake. Nataka mtu mmoja akaseme, Bwana ongeza mipaka yangu. Piga kelele, sema Bwana ongeza mipaka yangu. Sema Bwana ongeza mipaka yangu. Sema Bwana ongeza mipaka yangu. Sema tena Bwana ongeza mipaka yangu. Sema tena Bwana ongeza mipaka yangu. Sema tena Bwana ongeza mipaka yangu. Jamani, Bwana Yesu. Jamani, Bwana Yesu. Kwa hiyo Yabesi aligundua kuna mahali sijafika. Kuna viwango sijafika. Kuna mipaka sijafikia. Akamwambia, lau Bwana ungenibarikia kweli, ukaongeza mipaka ya. Jamani, Bwana Yesu. Sasa tunapoongelea mipaka, tunaongelea nini? Tunapoongelea mipaka, tunaongelea nini? Mipaka tunaweza tukaigawanya kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza, mipaka inaweza kugawanywa kwenye eneo la kijiografia, kwenye eneo la kimazingira, geographical locations. Mipaka kwenye kijiografia ni alama ama ni mstari unaoonyesha eneo fulani la utawala. Mipaka ni alama au mstari inayoonyesha mwisho ama mwanzo wa utawala fulani. Kiangalia kwenye ramani zenu za kwenye ramani mbalimbali za mataifa mbalimbali, utakuta kuna michoro kwenye ramani. Kiangalia ramani ya Tanzania ilivyokaa, imepita hivi, imepita
imeungana na Tanzania kwa pale ile kuna kutokea baada ya hivi imepanda juu kule Ethiopia, imezunguka hivi. Ukiangalia ramani ya Uganda vile vile imekuja huko mwisho imepakana na Rwanda, imepanda juu imepakana na Kongo. Kwa hiyo kuna mistari imechorwa. Ile mistari inaonyesha mwisho wa utawala fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mwanzo wa utawala fulani, maana yake huwezi ukaoperate nje ya ile mipaka, nje ya ile mstari, nje ya ile alama ambayo inaonyesha hapa ni himaya ya fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.